Alipopima akakuta low, haiandiki kabisa. Yule mwenye hospitali akaja vipimo vyake alifanya nini? Kazi. Kabidi yule mwenye hospitali akapima, akamwambia daktari, hebu nipime na mimi. Hivi ni kweli huyu mtu anatembea alafu hana dawa? Alipopima yule mwenye hospitali, yule ni mwanamke, ana 14. Huyu haisomi. Sasa nikamwambia sasa leo tuongeze 5 nyingine. Alafu ukitoka hapa kapime. Siku ya Ijumaa juzi nikasema kwa jina la Yesu Kristo, yani mapepo mnaokunywa damu kwa huyu binti, huyu mama, hamtakunywa damu yake tena kwa jina la Yesu Kristo. Na mimi naongeza damu lita 5 tena. Akamwambia mara 7. Ngambia nenda. Jana Jumamosi nampigia simu, inacheza kama ndama. Ninakujengea nini? Nakujengea nini? Imani. Yes. Kuna mtu mwingine yuko hapa anaona kuna vitu vigumu. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Tunaelewa? Sasa nini kinachoshinda Mungu? Hamna. Angalia, Abraham amepewa ahadi ya kupata mtoto akiwa na miaka mingapi? Miaka mingapi? Kitabu cha Mwanzo mlango 17 mstari wa 1. Umsikilize huyu jamaa. Amepewa ahadi ya kupata, tena sio mtoto, watoto. Ana miaka 90, 99, 99. Alafu Sara ana miaka 90. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiangalie nini? Usiangalie nini? Somo linalokufundisha usiangalie mazingira. Wao wakisema kuna jua, wewe waambie mvua. Hakuna watu wenye imani kubwa kama wakulima. Nimejifunza wakulima waliokuwa na imani kubwa namna hii. Wakati juzi jua limewaka sana, mkulima haoni jua, anaona mvua. Kwa nini? Anakwambia hili jua ni la nini? Lakini saa hizo sisi tunaona nini? Jua. Lakini mkulima haoni jua, anaona mvua. Jua limewaka, ukinywa hata maji ya baridi kwenye friji pale, bado unasikia joto. Lakini mkulima anakuambia hili jua ni mvua. Kwa nini? Anavuta. Ile nielewa nini? Yakati anaona, wao unaona jua, yeye anasema hii inatengeneza mvua. Naelewa? Wakati unasema nasikia njaa, ni kipindi cha kutengeneza shibe. Hauwezi kuheshimiwa kabla hujadharauliwa. Huwezi kuinuliwa kabla hujashushwa. Kwa hiyo lazima ufahamu kuna kipindi cha kushushwa na kuna kipindi cha kupandishwa. 99 Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Abraham. Anaitwa nani? Abraham. Abraham hapo. Naomba nizungumze kibiblia. Abraham hapo bado hajapeliwa. Ndio maana akaitwa nani? Abraham. Sasa Mungu anaeka agano na Abraham. Anamwambia nitakuzidisha sana. Nami nitakuzidisha sana sana. Nami nitakuzidisha sana sana. Sasa nikwambie, unapoona Biblia imeweka msisitizo kitu zaidi ya mara moja, elewa koma kwanza pale, pause kidogo. Hebu pause kidogo. Kunywa maji. Maana yake ni anapokuambia atakuzidisha sana sana, ina maana ni zaidi ya sana. Unaposema nimesema nayo kweli itakuweka huru, hiyo kweli itakuwa nini? Itakuweka huru kweli kweli. Ukiona ile kweli, sio kwamba ile kweli tu imeandikwa kwa sababu ya kupelezesha ijaze mistari Biblia. Soma Biblia kiwanafunzi. Unaposoma kiwanafunzi kuna vitu hapa. Abraham
anatenda. Anaambia nitakuzidisha sana sana. Sikiliza kaendelea pale mstari wa kwanza anasemaje? Mstari wa 3. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako utaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu. Ameshaanza kuambiwa sasa utakuwa ni baba wa nani? Wa mataifa. Unajua nataka twende pamoja. Uzuri wa mwalimu anataka wanafunzi wote waelewe. Mbona nakuonyesha ndio usiku na sinzia. Sitaki maombi yako leo. Kama uliongea jana na usiku na asubuhi na muda wote sitaki sasa. Amina. Akasema hivi, utakuwa baba mimi wa mataifa. Kumbuka hana mtoto, anamwambia utakuwa baba wa mataifa. Akamwambia sasa hivi hautaitwa tena nani? Abraham. Utaitwa nini? Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati mwingine utabadilishwa jina. Amen. Mimi nitafundisha habari ya majina, nikwambia kuna jina la sifa. Kuna wakati utabadilishwa jina. Amen. Never ever. Hata siku moja nilikuwa maisha bwana. Alafu ndio kidogo pale. Nimesikia kuna nguvu alafu tuendelee kidogo. Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa taifa na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nimekupa, nitakuwa Mungu kwako na uzao wako baada yako. Umeona? Sasa anatoa ahadi kwa Abraham, kwa Ibrahim. Na hiyo ahadi anatoa kwa Ibrahim, akamwambia nakupa wewe na uzao wako na baada ya uzao wako. Wewe baada ya nani? Baada ya uzao wa nani? Wewe baada ya uzao wa Ibrahim. Unashangaa shida moja sasa ujiamini. Hebu ndio mstari wangu. Sikiliza vizuri. Mstari wa 5. Mstari wa 6. Nitakufanya uwe uzao mwingi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana. Kumbuka Abraham ana miaka 99. Ndio hiyo kuna fimbo hapa. Nilikwambia inawezekana Abraham alikuwa anatumia fimbo na imeshakwenda namna hii. 99. Anapounda kwa baba wa mataifa. Lakini kumbuka ana mtoto ana miaka 99. Nami nitakufanya kuwa taifa. Nami nitakufanya kuwa taifa. Na wafalme watatoka kwako. Na wafalme watatoka kwako. Na agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe. Kumbuka na Abraham ni Ibrahim. Anaongea na Mungu. Mungu anamwambia sasa Ibrahim, agano langu nafanya kati ya mimi na wewe. Sema moja. Na uzao wako baada yako. Na uzao wako. Na baada ya uzao wako. Ina maana sisi ni baada ya Ibrahim. Kwa hiyo sisi tuko kwenye ile uzao wa Ibrahim. Kwa hiyo tumetoka katika viuno vya Ibrahim. Kwa ile baraka za Ibrahim tunazo. Watu wengi wanaenda tu kwenye imani. Kuna hizo baraka za Ibrahim tunazo Bwana. Na hizo baraka leo lazima zipate kwa jina. Na vizazi vyao. Na vizazi. Kuwa agano la milele. Agano nini? Milele maana yake nini? Isiyo na nini? Isiyo na mwisho. Ndio maana sisi tuko kwenye lile eneo ambalo sasa kwenye agano la milele tuko hapo. Kwa hiyo ahadi zetu ziko pale. Kama Mungu amesema atakubariki kupitia uzao wa Ibrahim, lazima ubarikiwe. Na katika vitu ambavyo Mungu ameshindwa kuwa Mungu, alikuwa Mungu.
Umeelewa? Katika kitu ambacho Mungu ameshindwa kusema uongo ni kuwa Mungu. Ifanye kigumu. Ukikaa vizuri tafakari. Maana amesema sisi wote tunapata ile baraka ya Ibrahim, mataifa yote. Hapo msema tutajibarikia. Na msema mstari pale endelea pale kidogo. Kwamba nitakuwa Mungu wako na kwa uzao wako baada yako, nami nitakupa wewe uzao wako baada yako nchi itakayokaa ugenini, nchi yote ya Kanaani kwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishika agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hii ndio agano langu litakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Sasa hapa kuishia. Angalia, hiyo ni agano sasa ambalo Ibrahim anapewa sasa, kwamba anapata watoto, anapata taifa kupita kwenye viuno vyake. Unaelewa? Kwa hiyo hapa Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba kitu kimoja. Inawezekana watu kaya unaelewa au usielewe. Kwa hiyo ndugu zangu kidogo ambao watakuwa wamesoma mpaka darasa la 3 watakuwa wanaelewa kitu. Au la 4. Anasema hivi. Siku zote mtoto ni wa baba. Unaelewa? Kama wewe mtafute kufundisha sayansi zaidi. Ila mtoto ni wa baba. Mama, tumbo lako ni mahali ambapo ni kiwanda cha kuhifadhi mtoto. Ni kiwanda cha kuhifadhi mtoto. Basi leo mama anaweza kaathirika, mtoto haathiriki. Ndio maana wale madaktari wakati mwanamke anakwenda kujifungua wanakuwa makini sana kwenye kipindi cha kukata kitovu, ili damu ya mama na mtoto isichanganyikane. Ndio maana siku zote leo nikisema huyu mtoto si wa kwangu, mama hapimwi, anapimwa baba, anapimwa DNA. Unanielewa? Sasa Ibrahim akaambiwa katika uzao wa viuno vyako watajibarikia. Kwa hiyo watu watabarikiwa kupitia uzao wa kiuno cha Ibrahim. Na sisi tumeshasoma kwamba sisi ni uzao wa Ibrahim. Kwa zile baraka za Ibrahim tunatembea nazo. Amen. Kwa shida kama hujabarikiwa, Mungu ana shida bwana. Mwenye shida ni wewe. Kama unasubiri 2 kuzidisha 2 ni 4, utasubiri maembe chini ya nini ya nazi. Nikwambie, ukifanya jambo lolote ile pasipo imani, hauwezi ukamuvu, hauwezi ukasogea, hauwezi ukaenda popote pale. Lazima mtu anaweza nikwambie, ukija hapa namna hii, unasema ninaona watu wengi hata kama hujaona. Amen. Halafu kuja namna hii, kama mtu ajaja wewe una watu wamekuja, sema kwa jina la Yesu Kristo, Baba nakushukuru. Tazama watu waliokaa kwenye hizi viti, wanauma tumbo, na kutangazia uzima kwa jina la Yesu Kristo. Kila unashangaa mtu anatoka kule ni mapeo na watumbo. Umesababisha kwenda kuuma tumbo na wakati kile kitu tu anapata uzima. Amen. Kwa hiyo kila mtu akikata namna hii nikapata uzima, ulishaomba kwanza malaika kaya kwenye kitu, anapata mtu kule anaumwa kule, alafu akiumwa kule anakuja hapa, hata apeleke popote pale, ataleta wapi? Usiangalie mazingira, angalia nini? Sasa tuende kwa mtu ambaye alikuwa ameangalia mazingira. Mke wa Sara aliangalia mazingira. Mke wa Sara, mke wa Ibrahim ambaye ni Sara aliangalia mazingira. Kitabu cha Mwanzo mlango 18 mstari wa 1. Mwanzo mlango 18 mstari wa 1.
Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na Nairobi. Nina mstari wa 6. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, timiza vipimo 3 vya unga safi, ukaende ukafanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akamuhimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa ya ndama aliyeng'aa. Nataka niseme neno hili. Sio nasema kwa sababu niko kwenye madhabahu. Ninasema kwa sababu ya ukarimu Mtume alikuwa nayo. Amen. Kitu kilichomsaidia Ibrahim ni ile ukarimu ambao alisema kwamba nataka waangalie hawa watu kitu kidogo chakula pale. Ndio kitu ambacho sasa ile haja anaendelea kuipalilia pale. Shida ya watu wengi hapa wanapokwenda kutamtoa kitu wanaenda kulala usingizi. Au palili, ni kama sasa mtu anawaambia watu waje wapi? Unakuja hapo unatamkiwa, pokea baraka zako. Unaenda sema haleluya. Haleluya Kwade, sisi tunasema kwade au unasema pole. Biblia inasema nabariki kazi ya mikono, nabariki uzao wa tumbo. Alafu wewe unakuja kuniambia, unakuja hapo unatoa pokea baraka. Alafu unaenda kuandika 4 unaweka na makucha ya bandia pole. Ikujie wewe. Itakujia wapi? Subiri. Sasa angalia mzee unafuata pale, uone kitu ambacho Ibrahim alichokifanya pale. Akaenda kutengeneza ile ndama pale. Alafu akawaletea wale jamaa. Alafu cheki ya malaika alipomwambia Sara. Mstari wa 8. Akatoa siagi na maziwa. Ndama aliyoandaa akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti. Nao wakala. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani. Na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia malangoni pa hema ili iliyokuwa hapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao ulikuwa mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake. Sara kabali akacheka moyoni mwake. Akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee? Hapo niwapo mkongwe nitapata furaha na mume wangu ni mkongwe namna hii. Na mimi nikiangalia desturi ya wanawake, maana mwanamke alishakoma katika desturi zake apate tena mimba. Sasa Sara ameshakoma na huyu Ibrahim naye ameshakuwa mkongwe. Alafu anaambiwa kwamba utapata mtoto. Hivi inaingia? Kwani inaingia? Inakuja ile mambo yangu ya 2 jumlisha 2 5. Mama Mtume, unaona hapa umeanza napambana. Tunakuja hapa tunatamka. Iko za Mungu unasema, hivi sasa Mtume kila siku tu anasema unatamka ndio Sara huyo. Ananiambia iko siku namna hii. Nikazungumza siku moja kuna mwaka kama miaka 3 iliyopita, mwaka wa kicheko. Nikafika mahali Sara akasema nimefanywa kicheko na Bwana. Nikafika mahali unafanywa kicheko. Kwa nini? Kuna kitu ambacho Mungu anakipanga. Wewe nikwambie bwana, Ibrahim alipokuwa amepewa ahadi miaka 99, mpaka Sara anamwambia Ibrahim, nenda kalale na kazi. Ina maana ameshakoma kabisa kwamba hakuna tena kitu chochote. Nataka nikwambie pale mahali ambapo unasema nakata tamaa, ndio hapa boga moja. Kaulize watu wanaochimba madini hawachoki. Asante sana. Na wanatoa. Nakwambia naenda anakutana na akienda na mai anakutana
anakutana na mwamba mgumu hatari, anapiga namna hii, haitoki hata kama iko kotwa. Hii haitoki. Mungu anapiga tu, haitoki kama hii. Mungu anaenda kutafuta mpaka baruti. Piga fanya nini? Anapiga baruti, inatoa juu, inaanza kutoa chini. Anataka huku. Siku anakaza sana piga. Anapiga mwenye tu. Inatoka kitu namna hii. Yes. Yule jamaa ambaye ni milionea, analeta milionea. Naweza kwa nifikiri. Hivyo. Wakati wasema sasa nataka kukata tamaa, ndipo mahali ambapo Mungu anakwenda kuinua. Ipe makati anasema sasa hii kitu inawezekanaje? Ndipo mahali ambapo Sara ghafla akapata mtoto. Wakati Sara anasema inawezekanaje, ghafla akamwambia bwana, wewe ajili toka hapa kwangu, hautakaa tena kwangu, toka na Ishmaeli hapo, usikae tena hapa kwangu, hautakuwa urithi pamoja na mtoto wangu hadi bana. Sara huyo ndio alimwambia Ibrahimu kwamba kakae na mjakazi unizalie. Sara huyo anamfukuza tena yule mjakazi. Kwa nini? Ahadi. Sisi tunaelewa. Yaani kitu sio kwamba amependa yeye, ni ile ahadi ambayo Mungu alishamwambia. Kwa hiyo kuna force, kuna nguvu inayomsukuma Sara amfukuze nani? Hajiri. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo wakati mwingine inaweza ikaingia ndani ya mtu ikampushi kufanya kitu ambacho baadaye unasema hivi nilifanyaje? Ulifanya ni kwa sababu kuna ahadi ambayo Mungu alikuwa ameahidi. Sasa naona unashangaa na kupush na kupiga teke. Kiswahili cha duniani wanasema hivi, ukipiga mchura teke sasa. Sasa wewe dada, una miaka 25, una miaka 30, una miaka 40, una miaka 50, unasema hivi jamani nitaolewa. Kwa nini usiolewe? Hebu niangalie kwa makini. Niangalie kwa kona. Niangalie kwa macho ya upande. Kama hujaolewa utaolewa. Amen. Kama hujakumbatia mtoto. Jana nikatumia clip moja ambayo nilimtamkia. Yaani kama vile kutani tu. Naambia kwani asipopona? Kwani nini? Shauri yake ni Yesu, kwani nani? Sio mimi bwana. Sasa jana nikatumia clip moja. Mwaka jana ni mtu alikuja namna hii, mama anakuja, anasema mtoto wake kila akipata mimba inaharibika. Mama akaja akasema mtoto wangu yupo hospitali yuko Kisongo. Akamwambia, "Simwambiaje?" Akasema, "Mwaka atake eti aje magabasi." Kupitia wewe simama hapa. Nikamshika tu. Nikapiga wewe tumbo sikia. Uzao la tumbo la mama. Natamka uzao tumbo la mama libarikiwa. Uzao wake wote umebarikiwa. Kuanzia yeye na watoto wake na watoto wake. Wote wamebarikiwa. Na wewe tumbo ambao ule mwanamke mimba inaharibika kila kipata, haitaharibika tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia nguvu ya uzima ndani ya tumbo lake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nikamaliza zangu maombi. Juzi akaniambia yule mtu aliyeniambia mwaka jana amejifungua. Amen. Na ule nitamkia pale madhabahuni kama mimi nimeshasahau. Akanitumia kwenye kibodi ya simu hapa nje. Akanitumia kwenye simu ndio huyu hapo nitamkia atapata mtoto na amepata mtoto. Amen. Lakini nini? Mimi sinasema tu. Kwa nini naangalia ahadi za nani? Za Mungu. Usiangalie mazingira. Leo nikiangalia mazingira, hautafanya kitu chochote. Mazingira inakufanya na kusababisha wewe usikae sawa sawa na Mungu. Ndio maana ya mahesabu yangu 2 + 2 5. Alafu la pili hatuna gear reverse. Ndege haina reverse. Unaelewa? Ndege itaenda namna hii, itaenda kuzunguka kule, itabuka hivi. Hana reverse. Na hii kutokuwa na reverse ilianza baada ya Yesu kuzaliwa. Inawezekana msio naelewa, lakini ngoja mimi nifundishe kidogo. Baada ya Yesu kuzaliwa, ndio ikawa gear reverse hamna. Kama Yesu kuzaliwa, gear reverse ilikuwa. Naelewa? Wala usoma biology, kuna kitu kinaitwa BC na AD. Baada ya Christian na kabla ya Christian. Baada ya Christian nao ilianza
1, 2, 3, 4. Ndio maana mpaka leo tunasema mwaka 2025 baada ya Yesu kuzaliwa. Ina maana siku za huko nyuma, miaka ilikuwa inarudi nyuma. Ilikuwa ni mwaka 2000, 2000, 1900, 1800, 1700, ilikuwa inarudi nyuma. Sasa baada ya Yesu kuzaliwa, sisi tunaenda mbele kwa mbele. Kwa nini wewe unarudi nyuma? Na kuuliza wewe dada, wewe kaka, wewe binti, wewe kwa nini unarudi nyuma? Songa mbele kwa mbele. Kama unafanya biashara yako, unapata hasara, usione unapata hasara, ona unapata faida. Kama unafanya jambo lolote lile, usione kwamba hautaweza kufanikiwa, lazima utafanikiwa. Maana yake ni kama Mungu amesema anakubariki, lazima akubariki. Maana yake sisi tuko katika uzao wa Ibrahim kwa imani. Ile baraka za Ibrahim tunatembea nazo. Na hizo baraka ziko mpaka kwako. Shida yako wewe ni uoga. Hakuna dhambi iliyokuwepo kubwa, na zote ni kubwa. Katika zote ambazo ni kubwa, na moja hapo ni hii, ni ya uoga. Pamoja na kwa imani nayo, usipokuwa na imani nao ni dhambi. Lakini nilikwambia uoga ni moja wapo ya dhambi mbaya. Unataka kufanya hivyo, utapata hasara nini? Nataka kuanza kuuza vitumbua. Hivi vitumbua watu watakula kweli? Kwa nini unapata mawazo ya kushindwa? Kwa nini usipate mawazo ya kushinda? Hiyo ndio shida kwa watu wengi. Ndio kila nataka kufanya. Nataka nikachukue mkopo nianze biashara. Ila naona kama nitashindwa. Kwa nini useme naenda kuchukua mkopo nifanye biashara? Naona nitashinda. Maana kila unapokiri ushindi, ndipo ambapo ushindi unakuja kwako. Amen. Unapokiri kushindwa, ndipo yale mapepo yanakuja, yanakuzingira, unapata kushindwa. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu siku ya leo, nimekuja hapa ili nikueleze kwamba usiangalie mazingira, angalia ahadi za Mungu. Kama Mungu amesema anakubariki, lazima akubariki. Kama Mungu amesema atabariki kazi ya mikono yako, lazima ibarikiwe. Kama Mungu amesema atakupa mume, lazima akupe mume. Kama anasema atakupa mke, lazima atakupa mke. Kama anasema atakupa kazi, lazima atakupa kazi. Kama anakuambia utafaulu, lazima utafaulu. Kwa nini ufeli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nilikwambia mtu wa Mungu alikuwepo mahali hapa mchana leo. Usifike mahali ukakata tamaa. Usifike mahali ukaona kwamba hii kitu itawezekana. Kwa hiyo nilikwambia, nimesoma Biblia, bado sijamaliza. Nilikuwa natafuta mahali palipoandikwa hapa kwa Mungu haiwezekani. Nilikuwa natafuta. Bado sijamaliza kusoma Biblia. Natafuta andiko mahali ambapo Mungu amesema hili haliwezekani. Bado nasoma ili nitafute. Mpaka sasa hivi bado sijapata. Ila na mimi naomba nisaidie. Si ukipata andiko lolote kwenye Biblia ambapo imesema hili haliwezekani, naomba tu uniletee ili na mimi niweke maiki chini. Kwa sababu gani? Kama Mungu amesema ya kwamba inawezekana, mimi naruka na neno linalowezekana. Amen. Kama Mungu amesema tunashinda, lazima niruke na neno la kushinda. Nilikwambia yule mtu alipokuja mbele yangu, nikamwangalia namna hii, nikatafuta maandiko yote yanayosababisha huyu mtu apate uponyaji. Nikatafuta, natafuta. Alikuwa kama vile nijaribu. Wiki iliyopita akaitwa tena baba mzima. Unajua kile tunaona tu akina mama wanaongea sana kwenye maombi. Hasa akaja baba mzima tena akanipigia simu. Akaniambia kuna wakati anasema nabii. Anataka nabii. Mimi sio nabii, mimi ni mchungaji. By profession mimi ni mchungaji. Sio nabii. Sawa? Ila kuna roho ya kinabii. Ila ofisi yangu ni ya uchungaji. Akanipigia simu, akaniambia, nabii, nataka kuja hapo. Nikamwambia kuna nini? Nataka kuja kukuona. Sasa nikasema labda ni mambo gani Mungu wangu anataka. Nikamwambia sipo. Nikamwambia niko na Ramata.
Nikamwambia kama baada ya dakika 10 nitakuwa nimesharudi. Baada ya 10 nipigie. Sasa nimemwambia hivyo, nikawa na tafakari sasa. Nipate muda mzuri huko. Liza swali na kujibiwa. Huyu ni nani? Anakuja kufanya nini? Anataka nini? Sasa ikiwa kuna maswali mengi, nimekaa nikajiuliza, nikaangalia mazingira pale kwangu hivi na daiwa sidaiwi. Kuna kitu gani ambacho chochote kibaya kiko hapa sijakiona? Basi baadaye nikampigia na nimesharudi. Akasema sawa nakuja. Sasa nikasema nani huyu? Sitaka mtu nimpeleke nyumbani kwangu. Nikaenda pale, nikaandaa mtume pale kanisa, nikachukua tu viti na meza nikaweka pale, nikakaa. Nikasema najifanya nasoma nini? Ninajifanya nasoma nini? Lakini sio kama nilikuwa nasoma Biblia, nilikuwa akinikuta kwenye mazingira niko kanisani. Sijui ana shida gani. Kwa hiyo akanikuta sasa niko pale. Na akaanza mbele sasa ni nani huyu? Nikaona pikipiki moja tu imebaki kama pale nje. Kashuka. Yuko anatembea na fimbo. Ni baba limeshiba. Leo katika tunaangalia watu wadogo tunasema tu haya ni mapepo ndio yapige. Sasa ni baba alisema na naye nimeshuka na ukana ni tajiri. Alafu anashuka kwenye pikipiki anakuja na naye. Anakaa kwenye kiti na naye. Nikamkaribisha karibu. Akakaa nikasema haya kulikoni? Akaanza kunidithia, mtumishi nabii wa Bwana, mimi sasa hivi hii ni toka tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka jana, nimepaki tu pikipiki ikaja ikanigonga hapa, yani nimeenda kutibiwa hii, alafu angalia x-ray hapa, akatoa kwenye simu x-ray hapa, unaona hapa hii ni mfupa imevunjika hapa kwenye goti hapa, uzuri kwamba inaonekana kuna crack lakini haijavunjika na mguu umevimba. Sasa unaona maisha haraka sasa wewe umeshaenda hospitalini. Umeambiwa mguu umevunjika. Alafu tayari anakuthibitishia. Amekaa kuanzia mwezi wa 7 tarehe 21 mpaka hivi ninapozungumza juzi wiki 2 zilizopita, wiki moja iliyopita, anakuja anakuambia niombee. Nikuulize swali, utafanyaje? Amekuja anakuambia hii hapa x-ray hapa kwamba inaonekana mguu wangu una crack na kweli na crack na akaonyesha kwenye x-ray imepigwa akamwambia hii hapa crack, alafu anakuja anakuambia niombee. Utafanyaje kama ni wewe? Sasa Mungu wangu hapa nifanyaje? Watumishi tunapata vitu vigumu sana, tusore tunakaa na tunapiga chachacha. Wakati mwingine yani tunaliana kuna roho ya shetani inabia kwambia haiwezekani, roho Mungu anakuambia inawezekana. Ikasema sasa hapa ndo naanzaje? Roho Mtakatifu nisaidie. Na sasa maandiko ya mtu kuvunjika mguu ipo siyaona bado. Nikakutana na Ezekieli. Mifupa mikavu. Ikasema sasa kwani wamekufa? Hajafa. Nikasema nifanyaje? Nikakumbuka sasa ikabidi unajua wakati mwingine tunajifunza kwa walioshinda. Kwa hiyo nikakuta siku moja mtumishi mmoja akawa ananyoosha watu mifupa. Anaupaka kunyoosha watu mifupa. Kafa ikalijia. Kasema hapa ndo nafanyaje? Sasa yule ndugu ameshaambiwa ukienda pale kwa nabii unapata uzima. Je, pale kwa nabii lazima upone. Tayari ameshakuja na nini? Na uponyaji. Sasa mimi nikasema je, asipopona si nitatukanwa? Ila na bali nitatukanwa. Nikaanza kujivua utukufu. Nikamwambia ngoja nikwambie. Mimi sio kwamba mimi ndo naweza kuponya. Mimi siwezi kabisa. Mimi mwanadamu tu kama wewe. Kweli kabisa nataka nikwambie mimi siwezi kabisa. Mimi ninachofanya hapa naangalia hali za Mungu juu yako. Ndio niweze kufanya kazi. Kana wetu sawa tu. Sasa ufikiri baba wa Kimasai nzito namna hii alafu anakuambia hivyo. Kabisa sasa hapo ndo nafanyaje Roho Mtakatifu ngo niambie sasa. Nikamleta kwa imani sasa. Nikaanza kutafuta masomo ya imani. Imani. Haikuja na mwenye kama sasa. Mimi nachojua wewe ulivyoumba hujaumbwa ili mguu ikae vibaya. Akaniambia siwezi kunyanyuka kutoka hapa kwenda mpaka kwenye ile gari pale.
Nikichukulia kiti hapa ipelekwe pale na mtanguliza mtoto abebe kwanza hii kiti. Yaani kutoka hapa mpaka kwenye ile gari pale mpaka pale mlangoni. Yaani ni zaidi ya robo saa ndio nifike pale. Kama sasa ndio tunafanyaje? Ameshakuuliza matatizo yote. Jibu natakiwa ulitoe. Na ametoka alikotoka huko, jibu nalo. Ya 2 jumlisha 2 5. Sasa utamfanyaje ili ingie 5? Ikabidi kwanza nitoe ukoko uliokuwa ndani yake. Ile ukoko nikaitoa. Toa kwanza ya 2 jumlisha 2 ni 4. Toa. Kwa hiyo nikamsafisha ubongo wake kwanza. Toa ya elimu yako uliotoa.